Lakini wakati unapita pale unaingia, nimekuona unalia kama unavolia sasa hivi, ndivyo ulivyokuwa unalia. Na wakati mwingine nakuona mpaka unaamka usiku mwenyewe unalia, unamwambia Mungu, basi ibadilishe familia hata kupitia mimi. Nimekuongea na wewe? Sogea tu hapo. Nimekuongea? Hapana. Una babu ya simu? Hapana. Wote nawasilia? Ni kama huyu hapa. Una baba mizigo ambayo sio ya kwako, iko ndani ya familia. Na wengine nao wamejaa mizigo, wajielewi. Wengine wakuelewi, wengine wakupendi, wengine wakutaki. Lakini bado hao wamebebea mizigo. Wengine wanakuumiza. Inafika mahali ukitamani kuacha umuombee, bado Mungu anakuambia muombee na huyo. Tena Mungu anakuambia muombee watu ambao wanakuumiza. Sasa mimi sikujui. Na ndio mara kwanza nakuona. Lakini ndani yangu nasikia Mungu anaanza na wewe. Unanielewa? Anaanza na wewe. Kwa nini nazungumza hivi? Ninaona ukiwa unatuma sadaka kwa mtumishi zaidi ya mmoja. Ukiwa unatuma sadaka kwa mtumishi zaidi ya mmoja, na ukimwambia Mungu, basi nikumbuke hata kwa kupitia mtumishi yule. Ukisikia kwa habari ya michango makanisani kwa watu, ukisikia kwa habari ya changamoto zote, unatamani utoe, na unamwambia Mungu, nikumbuke kwa lile, na utoe vikubwa ni vidogo. Wakati mwingine unatembea barabarani, unaweza kujikuta unaongea mwenyewe. Wakati mwingine unakuja kushtuka baadaye, ile unakuwa unaongea na mwambia Mungu, na mimi lini kwangu? Yaani nakuwa wakati mwingine unatembea mpaka mtu anakusalimia, unakuja kumbuka kumjibu baada ya kuwa umemvuka. Ndio. Kipindi chochote unachopitia ulioko hapa, baada ya sasa hivi, Mungu anakuvusha katika jina la Yesu. Yaani unaweza kuwa unatembea, alafu unampitia mtu na amekusalimia, lakini unakuja kukumbuka kumjibu baada ya kuwa umempitia. Ndio. Inafika mpaka mahali mtu anaweza kuona pengine unasahau, lakini kumbe hakuna. Nalinga. Wanasema? Nalinga. Baba mtakatifu, mwenye nguvu na neema, mwenye uwezo na mamlaka, umemvusha kuanzia sasa hata alilia maisha tena, katika jina la Yesu aliye hai. Nina ukae mshukuru. Njoo Baba.